ni siku ya furaha, ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu pamoja na kuwapongeza maharusi wa leo, kwani wameitikia sauti ya Mungu katika wito mtakatifu wa ndoa. Tuwashangilie tafadhali. Pia leo ni siku ya kuwaombea bwana na bi harusi kwamba maagano yao ya ndoa, kupendana na kuheshimiana, yadumu katika maisha yao yote hapa duniani. Basi ndugu zangu, kwetu sisi tuliokuja hapa kanisani ili kuadhimisha na kushuhudia maagano ya ndoa, tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wa maharusi hawa kutushirikisha. Wao ndio wametualika mahali hapa tuweze kushuhudia hayo maagano. Kumbe basi wanatushirikisha furaha walionayo moyoni, kwamba waliposikia ile sauti yake Mwenyezi Mungu waliweza kuifuata, na leo hii wanainuliwa katika sakramenti takatifu ya ndoa yetu. Leo ni kuwaombea, pamoja na kuwa hapa ni kuwaombea kwamba maagano watakaowekeana siku ya leo yaweze kudumu daima, kuwaombea maisha yao ya ndoa sakramenti yawe kweli ni maisha ya mapendano, kweli ni maisha ya kuheshimiana. Kuwaombea wasimamizi ambao wamebahatika kuwa wasimamizi wasimamia ndoa hii. Kumbe basi wamepata wajibu wa kuwasaidia, na hasa wanapoanza safari yao, safari ya maisha sakramenti, na maisha ya ndoa sakramenti, wanahitaji ushauri. Kumbe basi Roho wa Mungu aliweza kuwaongoza akawapeleka kwa wasimamizi wale ambao wanaweza kuwapa ushauri wa hekima, ndio hawa. Basi tuwaombee wasimamizi
Tusikilize somo la kwanza. Linatoka katika kitabu cha Mwanzo wa pili aya ya 18 hadi ile 24. Bwana Mungu alisema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akafanyiza kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje kila kiumbe hai. Jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Adamu akawapa majina yao kila mnyama wa kufugwa na ndege wa angani na kila mnyama wa mwituni. Lakini hakuonekana wa kumsaidia Adamu aliyefanana naye. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu aliotoa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Hili ndilo neno la Bwana. Somo la pili. Somo katika kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai. Kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utueni, unyenyekevu, upole, uvumilivu, mkivichukulia na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kulaumu mwenzake. Kama Bwana alivyowasamehe ninyi, vivyo na ninyi zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Na amani ya Kristo iamue mioyoni mwenu, ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja. Tena iweni watu wa shukrani. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tezi za Roho, huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba kwa yeye. Hilo ndilo neno la Bwana. Mathayo sura ya 19 aya ya 3 hadi aya ya 6. Mafarisayo walimwendea Yesu wakamjaribu wakimwambia, je, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila sababu? Akajibu akawaambia, hamkusoma ya kwamba yeye aliyewaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke,
akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliyewaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Neno la Wapendwa na waheshimiwa sana maharusi, Bwana Steven Joseph Mwacha na Bi Carolina Nicholas Makiao, waheshimiwa wasimamizi wa maharusi, Bwana Walter Marco Mwijage na Bi Virginia Daniel Kidiaka, wapendwa wazazi wa maharusi, kaka, ndugu na jamaa, ukoo, wapendwa wanakwaya wa Kikatiti mlioko hapa, wapendwa wageni wote waalikwa ambao tumebahatika kuwa nanyi mahali hapa, wapendwa familia ya Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Basi kama tulivyosema hapo awali, leo ni siku ya furaha. Leo ni siku ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Leo ni siku ya kuwapongeza maharusi. Leo ni siku ya kuunganika na hawa maharusi kufurahi pamoja, kwa sababu ni siku yao ya kipekee kabisa katika maisha yao. Ni siku ambayo wataikumbuka daima katika maisha yao, siku ambayo kwa moyo wa dhati kabisa, ambayo watawekeana maagano ya ndoa, na wana sababu zote za kutualika mahali hapa. Wao ndio wametualika tuje tukashuhudie maajabu ya Mungu baina yao, na hasa wanapowekeana ile maagano, Mungu anapotenda kazi yake na kuwaunganisha pamoja. Wamekuja hapa wakiwa wawili, lakini hatimaye wataondoka mahali hapa wakiwa mwili mmoja, kwamba maajabu ya Mungu yatatendeka katika maagano yao. Nasi tumekuja kuyashuhudia maagano hayo. Tumshangilie Mwenyezi Mungu kwa maajabu ambayo atakayotenda kati baina ya Carolina na Steven. Tumshangilie Mungu. Nasema Steven na Carolina, hongereni sana kwa kuitikia sauti ya Mungu. Kuitikia sauti ya Mungu katika wito mtakatifu wa ndoa. Mwenyezi Mungu ameweza kuwaita mkaisikia sauti. Sijui mlisikia wakati gani, lakini mlisikia sauti ndani ya mioyo yenu kwa huu wito mtakatifu wa ndoa, na mkaitika na mkashirikisha, mkawashirikisha wazazi. Naamini Steven, baada ya kusikia hiyo sauti, uliweza kuwashirikisha wazazi wako na kuwaambia kwamba na mchumba wangu. Na nafikiri walianza kuuliza maswali mengi, huyu mchumba ni wa wapi?
huyu mchumba anaonekanaje? Na haya maswali nafikiri yajibu vizuri kabisa. Na Carolina, ulisikia sauti na ukashirikisha. Ukawashirikisha marafiki, ukawashirikisha wazazi, ukawashirikisha ukoo. Nina mchumba wako. Basi walikuuliza maswali, na kwa hekima ambazo Mwenyezi Mungu alizokujalia, naamini kabisa haya maswali yajibu vizuri. Yangu tu na wapongezeni, hongereni kwa kuitikia sauti ya Mungu katika wito mtakatifu wa ndoa. Tuwapongezeni tafadhali. Tulipokuwa tunahojiana ofisini, kwa ni jana si juzi, nilimuuliza mmoja wapo, mlianza kuishi pamoja tangu lini? Na miaka mingapi ya kuishi pamoja? Lakini alinijibu moja kwa moja, sisi sio suria, hatujaishi pamoja. Nasema wow, ni heshima gani? Sio suria, hawajaishi pamoja. Leo huyu ametoka nyumbani kwake, kama maandiko matakatifu yanavyosema, atamwacha baba, atawaacha wazazi, wataambatana, watakuwa nini? Watakuwa mwili mmoja. Naye Yesu akaongezea hapo ya kwake, aliyounganisha Mungu mwanadamu asifanye nini? Asitenganishe. Kumbe basi, ndugu zangu katika Kristo, leo hii ni siku ya kipekee kwa hawa maharusi wanaounganishwa siku ya leo. Napenda kuwapongeza wazazi, na hasa mliposhirikishwa, mliweza kuwatia moyo, mliweza kuwaombea, na hizi pande mbili zikaweza kukutana, mkaweza kuridhiana. Ndio maana walipokuja ofisini hawa wawili kuandikisha ndoa, tuliwauliza swali, mmeshawahi kuwashirikisha wazazi wenu na wakatoa ridhaa? Walisema ndio. Tukamuuliza Steve, umeshatoa kitu chochote kwa wazazi wa Carolina kama mahari, kuendana na zile desturi njema ambazo zimo katika jamii yetu? Steve akasema, nimeshalipa mahari tayari, tuko huru. Namwambia hongera sana. Basi napenda kuwapongeza wazazi kwamba tukio hili la leo linafanyika kwa sababu vile vile kuna mchango wenu. Napenda kuwapongeza hizi familia mbili, familia ya Steven na familia ya Carolina. Tuwapongeze tafadhali. Kadhalika wasimamizi, nimesema kwamba leo mmepewa majukumu. Mmeisikia sauti ya Mungu. Roho wa Mungu ndiye aliwatuma hawa wawili, hawa maharusi Steven na Carolina, waje kwenu. Hakuna mwingine ambaye anaweza kusimamia ndoa yetu, ndio nyie tumewaona tu. Mnaweza mkatusaidia, mnaweza mkatushauri. Na nikasema mjue kwamba kuanzia leo umepewa wajibu. Huo wajibu unapaswa kutekeleza, na hasa wanapokuja kwenu muwe wasikilizaji wazuri, good listeners. Tupongeze hawa wasimamizi tafadhali. Nimesema leo hii ni siku ya furaha, ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, ni siku ya kuwapongeza hawa maharusi, lakini vile vile ni siku ya kukumbushwa. Sauti ya Mungu inatukumbusha
Sauti ya Mungu inatukumbusha kuhusu maisha ya wito mtakatifu wa ndoa. Tunaposikia sauti ya Mungu katika wito mtakatifu wa ndoa na tunapojitahidi kuitikia, tunaitikia kwa sababu katika somo la kwanza sababu imetolewa. Mungu hakumuumba mtu aishi peke yake. Sibu uliposikia sauti, kumbuke kwamba sasa ni kwamba sauti na kuita uanze familia. Na utaweza kuanza familia kama utawaacha wazazi muwe pamoja ili muweze kuanza familia. Steven, uliposikia sauti ukaona kwamba kweli siwezi nikaishi mwenyewe, ngoja nitafute msaidizi wangu, kwamba unafuata ile sauti yake Mwenyezi Mungu. Kama vile mwanzo Mwenyezi Mungu alimuumba Adam alipoonekana mwenyewe alikuwa mpweke, na alipokuwa mpweke hakuwa na furaha. Upweke hauna furaha. Lakini alipompatia msaidizi, Adam alitabasamu, Adam alifurahi. Nawe siku hii Bwana Steven, Mwenyezi Mungu anakupatia msaidizi. Ndio nasema kwamba ni siku ya furaha. Mnapaswa kuonekana watu wenye furaha kwa sababu mmeingia katika mpango wake Mwenyezi Mungu. Nasi tuko mahali hapa tufurahi pamoja na nyie. Sauti ya Mungu katika wito mtakatifu wa ndoa. Muone mwenzako ana utu sawa na wewe. Alimuumba Adam, akampa usingizi mzito, akatoa ubavu, ndiposa tukasikia Hawa. Alipomleta alifurahi, akasema huyu ni mfupa kati ya mfupa yangu na nyama yangu, kwamba ana utu sawa na nini. Ndio maana tunasema katika maisha ya ndoa tunapaswa kuheshimiana. Katika maisha yenu yote tunapaswa kuheshimiana. Muone mwenzako ana utu sawa na mwenzako. Carolina, muone mwenzako na ule binadamu ana ule utu. Ameumbwa katika sura na mfano wake Mwenyezi Mungu. Kumbe basi, ndugu zangu katika Kristo, leo hii tunaaswa tuheshimu sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu katika maandiko matakatifu. Na hasa katika somo la Injili tumesikia wale ambao walimwendea Yesu wanahoji mpango wa Mungu. Na wanauliza Kristo, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa kila nini? Kwa kila sababu. Haya, mkewe anatimiza wajibu wake nyumbani, pengine wajibu katika mapishi, wajibu katika usafi, pengine inatokea bahati mbaya anapika chakula, anakuwa na mawazo mengi, akaweka chakula ikawa na chumvi nyingi kabisa. Hiyo ni kosa. Ni halali kumwacha mkeo kwa kila sababu. Hata akiongoza chakula apewe talaka. Hata akiwa na pasi ameunguza nguo, talaka. Ni halali. Walikuwa wanamjaribu, walikuwa wanafahamu kila kitu, lakini walikuwa wanamjaribu Yesu. Lakini vile vile walikuwa wanafahamu mpango wake Mwenyezi Mungu kuhusu wito mtakatifu wa ndoa. Ndio maana Yesu anawaambia nyinyi mkusoma maandiko yanavyosema,
Mungu alimuumba mtu mke na mtu mume na aliwabariki. Akawaambia, nendeni mkaongezeke, mkajaze ulimwengu. Aliwaunganisha kwa sababu ni mpango wake Mwenyezi Mungu. Mwanaume ataache wazazi wake, mwanamke aache wazazi wake, ili aweze kuambatana na mwenziwe. Mwanze familia, tuanze familia, tuzae watoto, tujaze huu ulimwengu. Na hii familia mtakayoianza, kanisa litaliona kwa jicho jingine kabisa. Nasema ni kanisa dogo. Tunaliangalia ni kanisa dogo kwa sababu ni kama kitalu. Kitakuwa ni kitalu cha miito. Kanisa linatazamia pengine ili kanisa dogo, kitalu cha miito, hii familia mtakayoanzisha, tupate miito mitakatifu, miito ya upadri, miito ya utawa, hata miito mitakatifu. Vile vile wale wengine watakaobariki ndoa zao wabariki ndoa zao, lakini vile vile jamii na waangalia kwa jicho jingine katika kutimiza wajibu wenu katika kulea watoto. Mnapowalea vizuri, kwa hiyo jamii inatazamia kupata viongozi wazuri katika taifa. Tukizembea katika familia, katika malezi, tukizembea katika familia, katika makuzi, ina maana vile vile kwa namna moja au nyingine tunachangia mapungufu katika jamii, tunachangia mapungufu katika kanisa, kwa sababu sisi kama wazazi, kama kuwajibika kuwalea watoto wetu, wakaanza kuwa chokoraa, na chokoraa wengi ndani ya miji mikubwa. Ukienda Nairobi kuna chokoraa wengi tu kwa sababu hakupata malezi katika familia zao, wamekuwa machokoraa. Jamii inaanza kuhangaika na hawa watoto, tuwafanyie nini? Mapungufu. Na vile vile kanisa linakosa miito. Kumbe basi maharusi wa leo tunawaombea, na hasa mnapoanza familia yenu, mnapoanza hii safari ya maisha ya ndoa sakramenti, Roho wa Mungu aweze kuwa nanyi. Familia ambayo mtakayoianzisha iwe ni familia ambayo imejawa na upendo. Ndio maana Mtume Paulo amesema katika somo la pili, maisha ya wito mtakatifu wa ndoa, kama kuna vazi ambayo tunapaswa kulivaa kama wanandoa, ni vazi la upendo. Ndio maana Mtume Paulo anaendelea kusema, enyi waume wapendeni wake zenu kama vile Kristo alivyo kichwa cha kanisa, na kanisa kama mwili wa Kristo. Basi katika familia, wewe Steven ndio kichwa cha familia, ndio kichwa cha familia. Lakini tuangalie ili kanisa, Yesu ndiye kichwa, lakini tuangalie yale ambayo yatenda ambayo ni ajabu. Anaonyesha utumishi wa ajabu, hata anawaosha wale mitume miguu yao, anawaambia muoshaneni miguu kama nilivyofanya. Kumbe basi Steve, katika familia kama kichwa, unao wajibu mkubwa kweli, kuonyesha ule upendo wa Kristo. Lakini vile vile ya Carolina tunaambiwa, enyi wake watiini waume zenu. Ule utii unapaswa kufanana na utii wa Kristo. Tuangalie Kristo kichwa cha kanisa, lakini ule utii tuangalie kwenye Utatu Mtakatifu. Mungu Baba, nafsi ya Mungu Baba kama ndio bosi katika Utatu Mtakatifu. Mungu Mwana ambaye amekuja kutekeleza mapenzi ya Mungu Baba, daima anaonyesha ule utii. Yuko tayari kufa
daima natafuta kuyatekeleza mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Nawe Carolina, ule utii wako katika familia, utii wako kwa mume wako ufanane na ule utii wa Kristo, ule utii wa Kristo katika Utatu Mtakatifu. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, leo hii nimesema ni siku ya furaha, ni siku ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na ni siku ya kuwapongeza hawa maharusi, na hasa kwa uamuzi ambao baada ya kuisikia sauti wameweza kutoa maamuzi. Na leo hii katika haya maamuzi ni yale maagano ambayo watakayopeana katika ndoa yao, kwamba kuanzia leo watapendana, wataheshimiana katika maisha yao yote. Lakini maisha ya ndoa, wito wa ndoa mtakatifu, kama tunavyopalilia katika ile bustani, tunapalilia mashamba, tunapalilia, wito wa mtakatifu wa ndoa unapaswa upaliliwe vile vile. Unapaswa upaliliwe na neno la Mungu. Tusikose Biblia ndani ya familia. Mimi nikija nikakosa Biblia nitashangaa sana. Tusikose vile visakramenti katika familia. Nikija nikuta nyumba hakuna msalaba, hakuna nini, ni maupendo yako tu huko. Sasa hawa ni Wakristo na ni Wakatoliki kweli? Hata karosali jamani kametundikwa juu ya ukuta. Ndoa yenu inapaswa kupaliliwa, na ipanuliwe na masakramenti. Tunapoipokea sakramenti takatifu ya Ekaristi, ni sehemu mojawapo ya kuitia nguvu ndoa yenu. Tunataka kumwambia shetani, usitusogelee, kaa huko. Kuanzia leo shetani ataanza kuonyesha ule uvivu wake, si ndio? Msiposimama imara, leo hii shetani anaanza kuja tayari. Kwa hiyo tusimame imara katika imani, lakini ndoa yenu ipaliliwe katika sala. Inafurahisha. Yule mgeni anakuta mmepiga magoti mnasali. Anapiga na hawa watu wanasali. Hata anaogopa. Anasema pole, nimewasumbua. Nimewadistract kwenye sala. Hiyo tulikuwa tunasali. Maisha ya sala katika ndoa. Tunapoacha kuipalilia ndoa yetu kiroho, shetani anapata nguvu. Na ni sala yetu kwamba kuanzia leo shetani asipate nafasi yoyote kabisa katika maisha yenu ya ndoa. Hata mnapoizingira ndoa yenu na neno la Mungu, mnapoizingira ndoa yenu na sala, mnapoizingira ndoa yenu na masakramenti, basi shetani ashinde. Nasi kama wazazi tuna wajibu wetu kwa vijana wetu wanaobariki ndoa siku ya leo. Wajibu wetu wa kuendelea kuombea. Wajibu wetu wa kuweza kutambua kwamba kule kukaa pamoja, kuanzisha familia, wameingia kwenye majukumu. Hata kuwa tena karibu kama alivyokuwa karibu kabla hajaoa. Si ndio? Lazima tutambue hivyo. Ameolewa, wako kwenye majukumu ya ndoa. Ameingia kwenye majukumu mengine. Lakini nanyi Steven na Carolina, msiwasahau wazazi wenu. Ndio huko mlipokea baraka, ndio huko mlipokea makuzi. Msiwasahau wazazi. Kwa namna hiyo basi, baraka zake Mwenyezi Mungu zitaendelea kudumu katika familia, kwa wazazi wenu na kwenu ninyi nyote ambao mmebariki ndoa siku ya leo. Tuendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu, tuendelee kufurahi, tuendelee kuwapongeza hawa maharusi, lakini zaidi sana tuendelee kuwaombea. Tumsifu Yesu Kristo.
Sasa ni wakati wa kuwekeana maagano ya ndoa. Kila ambacho kimetuleta mahali hapa, basi ndicho tutakachoshuhudia sasa. Kwa Bwana mbele ya mjumbe wa kanisa na mbele ya watu walioko hapa, Kristo anayabariki sana mapendo hayo, na kwa sakramenti hii ya pekee anawaneemesha na kuwaimarisha hao aliokwisha kuwatakasa kwa ubatizo mtakatifu, ili waweze kudumisha uaminifu kati yao na kutimiza shughuli nyingine za ndoa. Ndio maana na wahoji mbele ya kanisa juu ya nia yenu. Steven Joseph na Carolina Nicolaus, je, mmefika hapa kufunga ndoa pasipo shuruti, kwa hiari yenu na kwa moyo radhi? Ndio. Ndio. Je, muko tayari kuishi maisha ya ndoa, kupendana na kuheshimiana siku zote za maisha yenu? Ndio. Ndio. Je, muko tayari kuwapokea kwa mapendo watoto mtakaopewa na Mungu na kuwalea kama ilivyo sheria ya Kristo na kanisa lake? Ndio. Basi kwa kuwa mwakusudia kufanya maagano ya ndoa takatifu, shikaneni mikono ya kuume na kuonyesha kukubaliana kwenu mbele ya Mungu na kanisa lake. Mimi Steven Joseph Mwacha nakupokea wewe Carolina Nicolaus Makiao uwe mke wangu, na naahidi kuwa mwaminifu katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende, kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Mimi Carolina Nicolaus Makiao nakupokea wewe Steven Joseph Mwacha uwe mume wangu, na ninaahidi kuwa mwaminifu kwako katika raha na taabu, katika magonjwa na afya, kusudi nikupende na kukuheshimu siku zote za maisha yangu. Ukubaliano wenu huo mlioonyesha mbele ya kanisa, Bwana audhibitishe kwa wema wake, apende kuwazidishia wingi wa baraka zake. Aliunganisha Mungu na mwanadamu, asiyatenganishe. Tuwapigie makofi. Sasa ni wakati wa kubariki pete atakazobikana
Bwana azibariki pete hizi mtakazovikana, ziwe ishara ya mapendo na uaminifu. Tuseme amina. Mwenzangu Caroline Nicolaus Makiao, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mwenzangu Steven Joseph Mwacha, pokea pete hii iwe ishara ya mapendo yangu na uaminifu wangu kwako, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wapongeze. Sasa iliyobakia watapongezana, sijui watapongezana namna gani, na baadaye wasimamizi watawapongeza. Karibuni. Sasa wataenda kwenye viti vyao wakiwa wameshikana mikono. Sasa muunganisho wako tena wawili wako mwili mmoja. Ndugu zangu, tuwaombee hawa waliofunga ndoa mbele ya macho yetu. Baba uliye asili ya kila ubaba, wape hao bwana na bibi harusi neema yako, wawe umoja katika roho na mambo yote, wasikae pamoja kama bwana na mjakazi, bali wapendane kama Kristo alivyopendana na kanisa lake, wavumiliane na kuzoeana. Bwana twakuomba. Waweze kuzoeana kwa zaburi na mapendo, wasali pamoja na kuombeana kwa Mungu. Bwana twakuomba. Wawalee watoto wao vyema na kuwapeleka kwa Kristo, wawakabili wajukuu mila za wazee zilizo njema. Bwana twakuomba. Nyumba yao iwe kanisa dogo, familia yao iwe msingi wa taifa. Bwana twakuomba. Mungu wasaidie hawa watu wa ndoa, watumie daima neema za sakramenti, wasimfungulie shetani mlango hata mara moja, waishi vyema na kusali pamoja
ili Bwana Yesu aweze kukaa kati yao maisha yao yote. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tukae wakati wa matoleo.
Salini ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, usikilize kwa huruma maombi yetu, na upokee kwa wema vipaji vyetu tunavyokutolea kwa ajili ya hawa watumishi wako waliounganishwa kwa agano takatifu, na kwa njia ya mafumbo haya wathibitishwe katika kupendana na katika upendo wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, wewe ulimuumba mwanadamu kwa paji la wema wako, ukapenda kumwinua kwenye cheo kikubwa sana, ili katika muungano wa mume na mke upate kutuachia mfano halisi wa upendo wako. Naye uliyemuumba kwa mapendo yako, hukomi kumwita kwenye sheria ya mapendo, upate kumshirikisha mapendo yako ya milele. Sakramenti hii ya ndoa takatifu, kwa kuonyesha ishara ya upendo wako, utakatifu za upendo wa wanadamu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakuimbia utenzi wa sifa, tukisema bila mwisho.
mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote. Tunakuomba vitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo, pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 na askofu wetu mkuu Isaac Amani na msaidizi wake Askofu Prosper Limo na waglero wote. Bwana, wakumbuke pia watumishi wako Steven Joseph Mwacha na Bi Carolina Nicolaus Makiao, ambao umejalia waifikie siku ya ndoa yao, kusudi kwa neema yako wadumu katika kupendana na amani. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mama huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la
za Kristo Mwokozi wetu, na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema: Baba yetu leo mkate wetu wa kila siku. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na waachieni, amani yangu na wapa, usizitazame dhambi zetu, la tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Mungu uliyeumba vitu vyote kwa enzi yako kuu, bila kutumia kitu, na kisha kupanga yote na kumuumba mtu kwa mfano wako, ukamfanya mwanamke awe msaidizi wa mwanamume asiyetengana naye, ili wasiwe tena wawili ila mwili mmoja. Umefundisha ya kuwa ulivyopenda kuyaunganisha si halali kamwe kuyatenganisha. Mungu uliyependa kutia katika maagano ya ndoa ishara ya sakramenti ya umoja kati ya Kristo na kanisa, umeweka wakfu kifungo cha umoja wa mume na mke kwa fumbo kubwa hilo. Mungu uliyeagiza kwamba mwanamke ambatane na mume, ukawajalie tangu mwanzo ushirika huo, ambao wala kwa adhabu ya dhambi ya asili wala kwa hukumu ya gharika kuu haikufutilia mbali. Watazame kwa wema watumishi wako hawa waliofunga ndoa, wanaotazamia kuimarishwa kwa baraka yako. Upeleke juu ya neema ya Roho Mtakatifu, kusudi kwa njia ya upendo waliomiminiwa ndani yao wadumishe uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Neema ya upendo na amani ikae ndani ya binti yako huyu Carolina, daima awafuate wanawake watakatifu waliofika katika maandiko matakatifu. Moyo wa mume wake uwe na imani naye, amtambue kuwa mwenzi na mrithi mwenzake wa neema ya uzima, ampe heshima ipasavyo, ampende daima kama Kristo alivyolipenda kanisa lake. Na sasa, Bwana, tunakuomba watumishi wako wadumu imara katika imani, amri zako, wakae unyumba, watakawatambulikane kwa tabia yao njema. Injili watie nguvu, wamshuhudie vyema Kristo kwa watu wote, wawe na baraka ya kuzaa, wawe wazazi waliokomaa katika fadhila, wote wawili wajaliwe kuona watoto kwa watoto wao, na baada ya kufikia uzee wanaotamani mwisho waufikie uzima wa milele, heri ya ufalme wa mbinguni, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani kwa kuinamiana.
Mungu Mwenyezi, tunakuomba nguvu ya sakramenti waliopokea hawa watumishi wako iongezeke ndani yao, nayo sadaka tuliyokutulia ituletee sisi sote baraka kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana Yesu aliyekubali kuhudhuria harusi ya Kana, awajalie baraka yake ninyi pamoja na jamaa zenu. Yeye aliyelipenda kanisa mpaka mwisho, awashushie daima mapendo yake mioyoni mwenu. Bwana wajalie ninyi mliungama imani ya kufufuka kwake, mtazamie kwa furaha kupata heri ya mbinguni. Nanyi nyote mliokusanyika hapa, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nendeni na amani. Tunaomba tukae tafadhali.
kuwakabidhi vyeti vyao vya ndoa, certificate zao za ndoa, shahada zao ya ndoa, kwamba ndoa yao ni ndoa sakramenti, ni ndoa ambayo inalindwa na jamii, inalindwa na kanisa, inalindwa kisheria. Sasa wanameremeta, wa maharusi wanameremeta kwa sababu wameinuliwa katika sakramenti ya ndoa, yaani ndoa sakramenti. Basi kitu cha Mungu kinameremeta, tuwapongeze tena. Naendelea kuwashukuru wazazi, wageni wote ambao wameweza kufika mahali hapa kuja kushuhudia ili tukio la kimungu, ambapo Mwenyezi Mungu ameshafanya kazi yake tayari baina ya hawa wawili, Steven na Carolina. Wanarudi nyumbani wakiwa mwili mmoja. Napenda kuwashukuruni kwa kuja kushuhudia ili tukio la kimungu, kushuhudia maagano yao ya ndoa. Napenda kuwashukuru wa kwaya ya Kikatiti kwa kazi nzuri ambayo wameweza kuifanya. Sote tumekuwa ni watu wenye furaha katika ibada takatifu ya misa. Tuwapongeze wanakwaya. Basi mimi sitasema mengi, nimkaribishe MC, labda ndio anaweza katueleza baada ya hapa. Mimi ya kwangu nimesha ile shughuli ambayo waliniomba nifanye mbele ya Mungu, nimeshaimaliza. Basi kama ni sherehe basi itaendelea. MC kama yupo anaweza katueleza ni jambo gani linafuata baada ya hapa. Baba Padri, tunakushukuru kwa ibada, na kweli kuna jambo linafuata baada ya hapa. Kwa maelekezo ya MC, mimi si MC, kwa maelekezo ya MC ni kwamba baada ya hapa kuna swala la kupiga picha, na baada ya picha basi tutaelekea kwenye ukumbi wa sherehe ambapo tutafanya sherehe. Mnakaribishwa sana wanakwaya, tunashukuru sana na mnakaribishwa sana pale. Ukumbi unaitwa Elia Kisia, ndio mahali ambapo sherehe yetu inafanyika. Tunawakaribisha sana. Baba Padri, unakaribishwa sana, na tutafanya utaratibu wa namna wewe kufika pale.
Wanakwaya nimeona ni wachangamfu sana, wanaweza kutembea au kutumia usafiri mwingine ambao upo muweze kufika. Karibuni sana, asanteni sana. Basi tumalizie kwa sala, alafu kwa nyimbo. Waimbaji wataimba wimbo wa mwisho. Ewe Bikira mtume baraka, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo.